Usilie sasa. Yaani ukiendelea kulia mwisho wa siku yani utaumwa bure au utajisikia vibaya hapo. Sawa mama. Hizi ndio changamoto za kifamilia. Yaani kila familia na changamoto zake. Yaani ingawa tu kuna siri kubwa sana ndani ya mgeni. Changamoto zipo kwenye familia. Ila nifikie tu kuwekeana sumu. Yaani ndugu yako unataka umuue kwa sumu. Ima amevuka mipaka Buda. Na ananitumia mimi bila mimi mwenyewe kujua. Mwisho wa siku tuje kuonekana wote mpango wetu ni mmoja. Mimi narudia tena kuuliza. Una uhakika Ima ndo aliweka sumu kwenye chakula? Kwa ushahidi wa mazingira ni 100%. Kwa sababu toka nimjue Ima sijawahi kumwona akiwa na wasiwasi kama ile siku. Na alikuwa ananivizia sana jikoni. Aise. Pole sana mke wangu. Hata mimi ningekuwa Chad nisingekuelewa kabisa. Yaani unamwamini mtu kama familia yako alafu aje akutulie sumu. Inauma sana. Ila ukweli ukija kujulikana wazi utasamehewa tu mama. Sawa? Izoni za nyumba hii au kwa jirani? Atakuwa Ima huyo. Wewe ulisema ameenda mbali. Sasa wewe unachogopa hapo nini? Lakini sina kontinenti naye, akikuta hapo itakuwaje sasa? Embo achana naye. Kwanza mimi mwenyewe namsubiri kwa hamu sana. Na akileta ujinga leo hata kutambulisha naweza. Kwa sababu haiwezi akawa ananiingiza mimi kwenye kesi za ajabu. Dishani, usifanye hivyo mamangu. Unakimbia nini binti? Mimi nilikuwa naingia zangu ndani. Huwezi kuficha kilichoko moyoni mwako. Maneno yako na vitendo vyako tofauti. Na kwa nini ulikuwa unakimbilia ndani? Wewe ni mwarifu? Mimi huyu bi mkubwa namjua huyu. Achelewe kuangusha jumba bovu. Afande, humu ndo anamoishi humu. Na kwa huu muda tuliotumia njiani, sijui kama atotoe binti yangu mwandani yuko hai au tayari ameshafariki. Wewe, Debora yupo ndani? Yupo ndani. Kamwite. Mama, punguza hofu, shusha pressure. Kwa sasa hivi nimeacha vitu vyote, nipo kwa ajili ya hili jambo lako. Hakuna sheria inaruhusu kuoa hadharani au kutoa vitisho hadharani. Sawa sawa? Kwa hiyo kila kitu kitakuwa sawa, na jua hapa mtoto wako yuko salama na familia yako. Na bora ulivyowahi kutoa taarifa kuliko ungesubiri mpaka madhara yatokee. Na hiki ndicho tunachosisitiza sisi kama jeshi la polisi. Unapopatwa na tatizo, toa taarifa. Asante.
Sijaelewa na sikumbuki kama Buda mimi na wewe tuna ahadi ya kukutana hapa nyumbani kwangu. Hapana mkuu. Mimi ndio nimekuja kukuona. Kuniona? Ina maana wewe huna namba zangu za simu unijulishe? Sikiliza Buda. Mimi na wewe hatuna mazoea hayo ya kuja nyumbani kwangu bila taarifa. Mimi kwangu kama sipo, sitaki kumuona mtu mwingine. Uwezi ukaja hapa ukashinda na mtoto wa kike alafu ukasema ulikuwa unanisubiri mimi. Okay sawa. Ulikuwa na shida gani? Nilikuja kuuliza kama yule jamaa amekulipa pesa zako. Hilo ndio lilokufanya uje kunisubiri? Kwani hizo pesa nilikwambia nikizipata tutagawana? Nisikilize Buda. Mimi na wewe hatuna mazoea hayo ya kuja mpaka nyumbani kwangu bila mimi kuwepo. Sawa? Kwa naomba haraka sana iwezekanavyo. Iwe mwanzo na mwisho kuja nyumbani kwangu kwa mimi sipo bila taarifa. Naomba uondoke. Buda, usiende kokote. Unasema? Dishan. Acha basi mambo hayo. Ino. Basi mimi naenda. Tuaje tumbapushi sana. Umesemaje wewe? Yaani mimi namfukuza yule kituko aondoke, wewe unasema abaki. Kumbe ulikuwa unaenjoy kuongea mkiwa wawili. Sasa nisikilize Dishan. Next time nitawafukuza wote humu ndani. Hata ukitaka kunifukuza sasa hivi, mimi sijali. Kipi umeshindwa kufanya wewe? Yaani, umemwakia sumu mpaka kaka Chado na mke wake. Sasa kunifukuza mimi? Ima, utakuja kufa vibaya wewe. Shika adabu yako wewe. Uona voice kwa haraka mimi naweza kufanya ujinga kama huu? Ima, wewe ni mnafiki. Chakula nilichopeleka mimi ndo kilikuwa na sumu. Na kwa ushahidi wa mazingira, wewe ndo uliweka hiyo sumu. Kwa sababu ile siku ulisema ujisikii kula. Lakini baada ya kukwambia napeleka chakula kwa kaka, nikakukuta jikoni. Alafu sasa hivi unanikuta na Buda, unajifanya unajali. Hivi ungekuwa unajali ungeisubutu kunitumia mimi kumuua kaka na mke wake? Mimi nimwekee sumu Chado? Ama kweli ya kutukana naye kuchaguli tusi. Hivi wewe unajua kwamba hayo unayozungumza ni mazito alafu unaongea kwa wepesi? Hakuna siri chini ya dunia. Na kwa taarifa tu, bora ukutane na Simba kuliko kukutana na huyo Chado. Amekuja hapa, amekukosa. Ila akasema anakutafuta. Sasa mimi niogope kutafutwa na Chado? Hata sasa hivi akitaka kuja, mwambie nipo. Sitaki ujinga kwenye mali zangu. Hata wewe ukileta ujinga na kutimua vile vile. Hata ukinifukuza leo, mimi sijali. Ushavuka mipaka Ima. Bosi, ndani hakuna mtu yote yule. Nisikilize. Kuanzia muda huu kambi yetu itakuwa hapa. Sitoki hapa mpaka nihakikishe nimempata mwanangu. Lakini mkuu, hatujui wao watachukua muda gani kurudi hapa. Yaani iwe siku 2, iwe wiki. Sitoi hapa mguu wangu bila kumpata Ngwengwe. Ila cha kunisaidia tu, piteni huko mtaani. Mkimuona bibi Ngwengwe, nileteeni hapa.
au mkimuona mama Ngwengwe pia nileteeni hapa. Hao ndo watanisaidia mimi kumpata mtoto wangu. Hapa mimi sitoi mguu wangu bila ya kumpata Ngwengwe. Sawa. Lakini bosi, mimi na mwenzangu hapa tumjui mwanao wala mkeo kwa sura. Sasa tutampataje? Sogea niwaonyeshe. Sorry boss. Ina maana huyu ndo mkeo? Ndiyo. Kariri sura yake vizuri. Popote utakapomuona, basi tambua na msubiri. Na kutumia picha yake kwa ajili ya kuulizia watu. Sawa kiongozi. Mnaweza kwenda. Acha upepo uvume ili nyeti za kuku zionekane. Mama, mapolisi wa nini tena? Mbona unapenda kukuza mambo mama yangu? Afande, mimi naomba uongee wewe. Huenda akakusikiliza. Debora, kwa nini ni msumbufu sana wewe binti? Hauoni kama mama yako na umri wake anahitaji sana upendo kutoka kwako? Sasa kwa nini unamsumbua sana mama yako? Mimi nimefanya nini jamani afande? Mbona hakuna jambo lolote kubwa ambalo mimi nimelifanya mpaka mama aje kushtaki? Kama nyumbani kwake amenifukuza mwenyewe. Nisikilize Debora. Unajua kwamba kuna mtu anakutafuta ili akuue. Unalitambua hilo? Nani? Na nimefanya nini? Sasa ndo nakujulisha. Mumeo ameenda kwa mama yako na kumtishia maisha. Na kama haitoshi, anakutafuta wewe pamoja na mtoto wako. Na sasa alichokifanya mama yako ni kitendo cha kiungwana. Kuja kutoa taarifa ili madhara yasipate familia yake. Ni wazazi wachache sana wenye uchungu na kwa makini na familia zao. Sawa? Afande, hayo mambo ya mtoto na mume wangu ni mambo ya kifamilia. Na hawezi kunifanya chochote. Wewe Debora wewe. Ni mara ngapi tumetolewa bastola pale nyumbani? Usiseme mtu hawezi mwanangu. Wewe unaujuaje moyo wake? Wewe, lile baba linalo mbaya lile Debora. Wewe mchukulia hivyo unavyomuona wewe? Debora, mtoto wako ana umri gani? Anaelekea miaka 11. Mimi sio majukumu yangu haswa kuingilia hizi kesi za migogoro na malezi ya watoto. Hiyo ni kazi ya dawati na jinsia, na wapo wenye kazi zao. Lakini nimeingilia hili kwa sababu ndani yake kuna chembe ya jinai. Ametishia kuua. Sasa mimi nachokuomba wewe na mzazi mwenzio mkae chini, haya mambo muongee kifamilia na muyamalize. Sawa? Mimi siwezi. Debora, nakwambia hivi kwa sababu mimi najua taratibu zote. Mkienda kwenye dawati na kwa umri aliofikisha mtoto wako miaka 10, huenda mtoto akakabidhiwa kwa baba aende akaishi naye. Sasa ndo maana nakwambia twende nyumbani kwa mama yako mzazi. Huyo mwanaume wako apigiwe simu aje mje myaongee. Wewe na huyo mwanaume wote ni wazazi wa huyu mtoto. Vurugu, kutishiana na mauaji hayastahili kuwepo. Kinachohitajika ni amani kwa ajili ya ustawi wa mtoto. Sawa? Si ulisema utanipenda sana, sasa mbona samani baza, kuna mtu nilikuwa namuulizia mitaa hii. Sijui ushawahi kumuona huyu hapa.
Hii picha kwangu mimi haiji kabisa, yaani simfahamu. Labda Bob K, vipi? Naomba unisikilize. Oya, nina vingi vya kuongea na wewe, ila awali ya yote naomba nikuulize swali. Vipi, upo na mama mkali hapo? Sio swali gani? Kwa faida yako naomba unijibu kaka. Na kama upo naye, mwambie arudi kwao kaka. Huku mambo ni mazito. Nimekwambia mengine tutazungumza tukionana. Mimi niko ukoni kwake na bwana mkubwa. Halo? Babu K. Hii kakata. Yaani mimi namwambia kwa maongezi mafupi, yeye anataka kwa maongezi marefu. Alafu wajua hata kama mama Ngwengo ndo mama mkali. Sasa itakuwaje Babu K na bosi? Ndo maana wale madogo walinileta hapa. Okay. Oya kichwa. Kichwa. Twenzetu mwanangu. Utanipenda sana. Sasa mbona meli yetu inazama? Si ulisema utanipenda sana. Hello. Mr. Chado, za wakati mwingine. Salama tu. Nafikiri simu hii itakuwa ya mwanzo na mwisho kukupigia. Kuanzia hapo sitofanya tena biashara na nyinyi. Kuendelea kufanya biashara na nyinyi ni kuhatarisha maisha yangu, kwa sababu kwenye userious mnaingiza makomedia. Sawa, lakini umefanikiwa kutoka kituoni. Unaongea nini babu? Anachokifanya huyu ndugu yenu inaonekana mna enjoy sana. Mbona na nyie mnafanya hizi biashara lakini hawakamati na kuwatia polisi? Nisikilize Mr. Chado, hizi yanazoleta ndugu yenu ni dharau sana. Alafu gang imechukia mimi kulala kituo cha polisi. Iwe amefanya bahati mbaya au kusudi, tunamtafuta. Lazima apige magoti chini. Sasa mzee, mbona unafoka? Mimi nafoka? Kwa hiyo unataka kusema nini yani? Mr. Chado, utaratibu unaojua ni sumu kubwa. Hizi kazi zetu kuchanganya na polisi. Mmeshindwa kumfunza kama familia. Ulimwengu tunakuja. Nitakachofanya, nitahakikisha akiniwaza anaogopa. Fanya hata sasa hivi. Aha. Nakata simu. Mimi nina uhakika ndugu yako anifahamu vizuri. Sasa mimi naenda kumuonesha ukubwa wangu ili aache kunivava. Si ulisema utanipenda sana? Sasa mbona meli yetu yazama? Si ulisema utanipenda sana? Sasa mbona meli yetu yazama? Unialia hili dika, unialia hili lika, unialia hili lika. Kweli la kuvunda halina ubani. Habari yako bwana Zuberi? Salama. Limekuwa jambo la heri sana kukukuta hapa, maana unaona ujio wetu hapa sisi ni kwamba tufike hapa tukupigie simu tuje hapa kwa ajili ya mazungumzo ya kifamilia. Na mimi nilikuwa hapa nikimsubiri mtoto wangu. Uzuri yuko hapa, naweza kuondoka naye sasa.
nadhani sisi wote tunaotuona hapa tupo kwa ajili ya huyu mtoto. Sasa mimi nadhani ingekuwa vyema zaidi wewe na mzazi mwenzio tukaya ya mambo tuyazungumze kifamilia na amani ipatikane. Kwani hili ni dawati la jinsia? Mimi sidhani kama mmeshindwana kiasi cha kwamba mfikishane huko kwenye dawati la kijinsia. Uneniona hapa nipo kama balozi wa amani, ninayewakilisha hapa kuwe na utulivu na amani, na hakuna yoyote mtu anayeshtakiwa hapa. Sikia, swala la mtoto wangu ni haki yangu. Hakuna jeshi wala taasisi yoyote itakayonizuia kuwa na mtoto wangu. Ni miaka 10 sasa nimemwacha na mama yake. Sasa ni zamu yangu kuwa na mtoto wangu. Nisikilize Mr. Zubelila. Kisheria hakuna mzazi maalum aliyewekwa na kutamkwa na sheria kwamba ndo mzazi maalum wa kukaa na mtoto anapofikisha miaka 10. Na hata ikatokea mkaenda mahakamani, mtoto kwa mangwengwe anasikilizwa ni mzazi gani ambaye anahisi akikaa naye atakuwa na furaha na amani. Na kama kutaonekana kuna msuguano mkubwa sana kati ya wazazi wawili, basi mahakama itachukua maamuzi kwa kanuni iliyopo. Wataangalia tu mzazi atakayempatia mtoto malezi bora, malazi bora na elimu bora, lakini na chakula bora. Sawa sawa? Ndio maana ninawaomba haya mambo tukae chini tuyazungumze tu kifamilia, mambo yaishi hapo. Utanipenda sana. Sasa mbona meli yetu inazama? Si ulisema utanipenda sana. Sasa mbona meli yetu yazama? Umesema mzazi anatakiwa kumhakikishia mwanae malazi, elimu na chakula bora pia. Na hicho ndo ninachotaka kufanya kwa mwanangu. Na sio hilo tu, lakini wanaangalia afya ya akili, lakini na maadili unavyoishi na jamii. Yaani unagusa umo. Wewe mwenyewe shahidi kilichomleta huyu polisi. Na sasa mnapoamua kwenda mahakamani, mjue kabisa mahakama itatuma maofisa wa ustawi wa jamii kuja kuchunguza maisha ya kila mzazi, namna gani unaamka, unalala, biashara zako na mambo mengine yote, maisha yako kwa uhalisia. Ndio maana nawaambia haya mambo mkae kifamilia, muyaongee. Na ingekuwa vizuri zaidi mungepeana zamu ya kukaa na mtoto, kwa sababu mtoto tayari ameshakuwa, anakaa kwa baba, anakaa kwa mama. Sawa sawa? I say, nimesema namtaka mwanangu nikamlee mwenyewe. Hakuna mtu wa kushare naye malezi hapa. Na hiko kitu unachokiongea hiko ndo kitu ambacho hakiwezekani. Uwezi kuondoka na mwanangu. Sahau kuhusu hilo. Na kama hukumaanisha ni bora usingenyambia, maana neno la kupenda pia lina maana kubwa moyoni mwangu. Basi sawa, kama haya ndiyo maamuzi yenu, labda tu nirejee na niwakumbushe nilichoongea mwanzo kuhusu haki ya kusikilizwa mtoto. Na sidhani kama hiyo haki ya kumsikiliza mtoto huwa mnampa. Mtoto anayo haki sasa ya kuamua ni mzazi gani akienda kukaa naye atakuwa na fulana ya amani. Na nadhani mtoto yuko hapa tungemsikiliza. Mtoto, huyu hapa ni mama yako na huyu hapa ni baba yako. Ni yupi ambaye unahisi ukienda kukaa kwake utakuwa na furaha na amani, hautakuwa na shida yoyote ile kati ya hawa wazazi wako wawili? Naomba utuambie, na unapoongea wewe wala usiogope. Ongea tu. Sawa sawa? Hey.
Siamini leo natandikwa na mkongojo wangu. Tumaini langu ni wewe, ila unavunja moyo wangu. Na kama ukumaanisha ni bora usingenyambia, maana neno nakupenda pia lina maana kubwa moyoni mwangu.